Jamani, hebu nisikilizeni. Kwa kifupi, nyinyi hamwezi kufanya kazi na sisi. Kwa sababu kama Jumamosi mnakuwa mko kazini, usiku mnataka muwe majumbani kwenu, kiukweli hatuwezi kufanya kazi. Sisi ni Wasabato. Ndio. Ijumaa jioni jua linapotua tunatakiwa tuwe ibadani, masaa matakatifu yameingia. Na Sabato pia mpaka Sabato jioni, Jumamosi jioni ndipo tunaruhusiwa kufanya kazi. Sasa tunasema kwa utaratibu huo hatuwezi kufanya kazi na nyie. Samahani mkuu, tunaweza tukafix kidogo sisi sawa. Jumamosi moja tukao tunakuja kazi kufanya kazi. Hapana. Kazi. Ukisikia siku 7 za kazi, wote tunatakiwa tuwe kazini bila kujalisha nani wala nani. Kwa kweli mimi usiku mwisho saa 2. Kwa sababu natakiwa watoto wangu walelewe na baba na mama. Muda mwingi wao wananiona pia. Kwa mfano kitabu cha malezi na watoto alichokiandika mchungaji Paul Semba. Sasa mpaka hapo ndugu yangu wewe kazi yetu kuna. Hawezi mimi kiongozi mimi sijaoa. Still junkie. Still naruka hapa naruka kule. Na kusabusa nyanya huenda nikaokota bilinganya na bonyeza nyanya. Zankala kesho bilinganya. Mimi sawa. Mimi ni mfanyakazi Kilaka. Mfanyakazi Punda, mfanyakazi flexible. Mimi kazi nafanya muda wote mtakapoitaka. Haya. Kwa sababu mwisho wa siku tunatafuta hela kwa ajili ya kupeka zaka na sadaka. Wachungaji wanatakaga sadaka. Sasa tusipozitafuta ni nini? Kanuni yetu kila Alhamisi huwa tunafanya party ya watu kunywa hapa. Na kunywa pombe, sawa, wanasherekea pamoja na mdudu, yani mbuzi Katoliki wanachinjwa hapa. Mungu inaonekania sitaweza. Labda tungekuja na ubunifu. Mbuzi kwa hiyo Katoliki utaweza kula. Hapana, siwezi. Mimi labda nilikuwa nafikiria kwamba ningeleta ubunifu kwamba badala ya kuleta miziki ya kidunia, watu wasinywe pombe, tukaweka ikawa siku ya kwaya day. Wakawa wanakuja wanakwaya, wanaimba, tunamrudisha na kuleta uaminifu. Unajua wafanyakazi wanapokuwa wanaabudu Mungu na yaani sio imekaa vizuri. Ndio kwanza nataka niongeze kwenye kazi, mnaanza kuleta utaratibu wenu nini? Tunakuwa flexible sababu tunakuwa kama kiongozi ni wa mfano, yani kiongozi wa mfano anaonyesha mfano. Kuna muda wa kunywa tutakuwa tunywe hivyo vitu, mtaweza wewe ndugu yangu? Labda yani ile kidogo kwa ajili ya kuonesha wafanyakazi wenzetu, yani kuonja kwa ajili ya dawa. Wewe utakunywa huko tayari. Mungu sasa hii ni kazi. Zile dini kanisani napo anataka hela. Hii ni kazi tofauti ya kazi. Yaani kazi na dini tofauti ndio hajajua. Mimi Kilaka, wewe ni Kilaka. Ofisi yetu inahitaji watu wenye msimamo. Sawa, namba 1. Tupo tayari kutumika kwa muda wote sehemu yoyote. Asante sana. Naomba nitanguze shukrani. Na kwa mujibu wa nani? Kwa mujibu wa nilivyoangalia na mazungumzo tulioyapokea hapa. Sawa. Ndugu yangu wewe beba kazi zako. Wewe bwana umepata kazi. Mkuu mwenyewe na msimamo. Hakuna. Upi? Ashindwe. Mimi nasali kila siku. Yaani sijui kwa sipumziki. Siku 7 za wiki. Unajua tungesikiza hotuba vizuri ya Mwalimu Nyerere ile. Sawa. Wewe tungekuita ile jina la malaya. Kama umeweza kujiita Kilaka, sawa. Kazi yote unafanya usiku na mchana, yaani umejiita Punda maana yake, si ndio? Waga na nyota ya punda afu jini la kazi. Sasa wewe kama unaweza kampuni nyingine ikaja ukatoa siri, wewe kidogo unauza hii kampuni. Huna msimamo huna. Mama na pia Kwanza kujifanya mtoto, sijaoa, mtu mzima umri wewe unasema wa kutokuoa, huo umri wa kutokuoa. Unajidate na chovya nije nipate bilingani. Huo ni umri wa kutokuoa. Sawa. Yaani mimi sasa mkiniajiri wiki ya kwanza naoa. Hatuwezi sasa tukamchangia mtu wa design hiyo. Wewe huna msimamo mpaka sasa unaonekana huna msimamo. Kaa kwenye msimamo, nyoka. Ninayo. Ipi ulionyesha? Nionyeshe kwa wapi msimamo. Udo bye. Ni sawa na kichwa cha mwenda wazimu.